Karibuni tena, na leo tunaingia ndani kabisa kuchambua mada nzito tukitumia vyanzo halisi kuelewa kinachoendelea. Sasa, swali la msingi ni hili. Unawezaje kubadilisha imani ya mtu binafsi kuwa, tuseme, nguvu ya kisiasa? Unajua, kwa viongozi wengi, dini ni kitu cha faragha, lakini kwa wengine ni silaha ya kimkakati. Na hapa ndipo tunamkuta Rais wa Kenya William Ruto. Kwake yeye, hii sio bahati nasibu. Ni mkakati uliopangwa vizuri, wenye tabaka nyingi. Basi, hebu tuchimbue jinsi anavyotumia dini na siasa kwa faida zake binafsi na za kisiasa. Basi, kila kitu kinaanzia hapa, kwenye kuunda taswira fulani. Na taswira yake ni hii: Masihi wa mahasla. Sasa, kiini cha taswira hii ni kitu ambacho wachambuzi wanakiita theolojia ya kijambazi. Fikiria hivi, ni kuchukua hadithi yake ya kutoka chini hadi juu, unajua, kutoka kuwa muuza kuku na kuichanganya na mafundisho ya kidini. Matokeo yake, inampa uhalali wa kimaadili kwa utajiri wake mkubwa, hata kama watu wanauliza maswali kuhusu chimbuko la huo utajiri. Na hapa ndipo panapovutia zaidi. Mchambuzi wa siasa Christine Mungai anasema mfumo huu unaruhusu hata uporaji wa wazi kuhalalishwa kama tendo la imani. Yaani, theolojia hii inakuwa kama ngao. Ukimkosoa kwa ufisadi, haumkosoi yeye tu, unamkosoa mtu aliyebarikiwa na Mungu. Inageuza kabisa mijadala. Mkakati wake ni wa pande mbili. Kwa upande mmoja, anavuvutia Wakristo wa kisasa mijini, wale waliozaliwa mara ya pili. Lakini kwa upande mwingine, anarudi kwenye imani za jadi, akitafuta baraka kutoka kwa ukoo maarufu wa Talai. Na hata naibu wake alionekana akisali kuelekea Mlima Kenya kama wapiganaji wa zamani wa Mau Mau. Lengo ni nini? Ni kujenga muungano mkubwa na kujiweka kama mrithi wa imani zote za kweli za Kenya, kinyume na nasaba za kisiasa anazosema ni za kidunia. Sasa, tuingie kwenye kiini cha mkakati wenyewe. Hapa, tunazungumzia muungano wa kibiashara, yani mpango wa kubadilishana faida. Tazama namba hii, $600,000. Hiki ni kiasi cha pesa alichokitoa kwa makanisa, na sio kwa mwaka mzima, ni ndani ya miezi 6 tu, mwaka 2018. Hebu fikiria, hiyo ni mara 12 ya mshahara wake rasmi wa wakati huo. Na alipoulizwa kuhusu pesa hizi zote, jibu lake lilikuwa rahisi: mimi nina invest kwa mambo ya mbinguni. Yaani, aligeuza swali la kisiasa na kulifanya kuwa swala la kiimani. Alisema hii si siasa, ni uchaji Mungu, na yoyote anayemkosoa basi huyo hana imani na Mungu. Kwa hiyo, hebu tuweke wazi huu uhusiano. Ni mchezo wa kupeana na kupokea. Ruto anapata nini? Anapata kura, uhalali wa kisiasa kupitia unabii na nguvu ya kiroho. Na viongozi wa kidini wanapata nini? Wanapata ufadhili, vyeo serikalini na fursa ambazo hawajawahi kupata. Na cha muhimu zaidi kwao, ahadi ya kulindwa dhidi ya sheria za serikali. Na hapa tunaona jinsi mpango huu ulivyofanya kazi kivitendo. Baada ya yale mauaji ya kutisha ya Shakahola, Wakenya wengi walidai serikali idhibiti makanisa. Lakini Ruto alifanya nini? Aliunda kikosi kazi. Na matokeo yake, kikosi hicho kikapendekeza makanisa yajidhibiti yenyewe. Yaani, aliwaweka washirika wake wa kidini kuwa wasimamizi wao wenyewe. Alionekana kutatua tatizo, lakini kiuhalisia alikuwa anatimiza ahadi yake kwao. Sasa, tusifikiri huu mfumo wa kidini ni wa wakati wa kampeni pekee. La hasha. Umekuwa msingi wa sera zake zote, hasa za kiuchumi. Wanauita teuchumi. Hii ni falsafa inayochanganya imani ya kiinjilisti na sera za kiuchumi za uliberali mamboleo. Inasema hivi, ukiwa tajiri ni baraka kutoka kwa Mungu kwa sababu ya bidii yako. Ukiwa maskini, basi ni tatizo lako binafsi, sio la serikali wala la mfumo. Hii inatoa uhalali wa kidini kwa serikali kupunguza matumizi kwenye huduma za jamii. Mfano bora kabisa ni huu Hustler Fund. Sera yenyewe inatoa mikopo midogo. Ujumbe wake ni nini? Fanya kazi kwa bidii kama Ruto, nawe utafanikiwa. Lakini matokeo halisi ni kwamba uhusiano kati ya raia na serikali unabadilika.
Sasa wewe si raia mwenye haki ya kupata huduma. Wewe ni mdaiwa wa serikali, na ukishindwa kulipa ni kosa lako, si la serikali. Ni kama baraka yenye masharti. Okay, sasa mambo yanazidi kuwa mazito. Mkakati huu sasa si maneno matupu. Ajenda hii ya kidini inaingizwa rasmi ndani ya taasisi za serikali. Tunaona mabadiliko makubwa. Viongozi wa kiinjilisti sasa wamechukua nafasi ya makanisa yale ya zamani kama vile Katoliki na Anglikana. Wana ushawishi serikalini ambao haujawahi kuonekana. Wachambuzi wengine wanasema hii ni kama utekaji wa serikali, lakini safari hii ni utekaji unaofanywa na kundi maalum la kidini. Na sasa tunaona kitu kipya, diplomasia ya imani. Hii imeanzishwa rasmi kupitia ofisi ya mke wa rais. Inafanya nini? Inatumika kwa mambo ya ndani, kama kuandaa krusedi kubwa na mhubiri maarufu wa kimataifa Benny Hinn. Na inatumika kwa siasa za kimataifa, kama kutoa suluhisho la kiroho kwa ule mpango tata wa kupeleka polisi Haiti. Yaani, imekuwa zana rasmi ya serikali. Sasa, kwa nini walitumia hii diplomasia ya imani kwenye swala la Haiti? Kwanza, inatoa sababu ya kimungu kwa jambo ambalo lilikuwa na utata mkubwa. Pili, inawachangamsha wafuasi wake wa kiinjilisti hapa nyumbani. Na tatu, na hii ni muhimu sana, inamuunganisha yeye na utawala wake na makundi yenye nguvu ya kiinjilisti nchini Marekani. Kwa hiyo, sio tu anajenga uhusiano wa kisiasa, anajenga uhusiano wa kiroho unaompa nguvu kimataifa. Lakini, kama unavyojua, kila muungano una mipaka yake. Na sasa, huu muunganiko mkubwa kati ya kanisa na serikali umeanza kuleta mipasuko. Kuna mizozo na upinzani unaoibuka. Mfano mzuri ni huu mpango wa kujenga kanisa Ikulu. Ukiangalia maelezo yanayotolewa, ni vitu viwili tofauti kabisa. Rais mwenyewe anahoji takwimu ya gharama na anasema anatumia pesa zake. Lakini kasisi wa Ikulu anasema gharama ni ndogo zaidi na ni mpango wa wafanyakazi. Yaani, hadithi hazipatani kabisa, na hii inaonyesha mkakati wa kuchanganya watu. Na jambo la kushangaza ni kwamba upinzani haukutoka tu kwa wanasiasa au wanaharakati. Ulitoka kwa viongozi wa juu wa kidini kama askofu mkuu wa Anglikana Jackson Ole Sapet. Alisema wazi wazi, kujenga kanisa Ikulu ni kinyume na katiba. Hawa ni viongozi wa makanisa yale yale ambayo yameonekana kuwekwa kando na utawala huu. Na kufikia mwaka 2024, mambo yalibadilika kabisa. Maandamano ya Gen Z yalilipuka dhidi ya kodi. Watu wakaanza kuyashutumu makanisa kwa kunyamazishwa na hongo. Hata maaskofu wa Katoliki wakailaani serikali kwa utamaduni wa uongo. Na baadhi ya washirika muhimu wa Ruto, kama mchungaji Teresia wa Irimu, wakaanza kuonesha dalili za kujitenga. Ule muungano wa kibiashara ukaanza kubomoka. Kwa hiyo, mwisho wa siku tunabaki na swali hili gumu. Je, mradi wa kisiasa ambao umejengwa juu ya msingi wa imani unaweza kweli kustahimili pale ambapo waumini wenyewe wanaanza kupoteza imani na kiongozi wao? Inaonekana ile silaha iliyompa mamlaka sasa inaweza kugeuka na kuwa chanzo cha matatizo yake. Na hili ni swali kubwa sana kwa mustakabali wa siasa za Kenya.